Nilimvuta mwanafunzi mwenzangu aliyekuwa karibu kupigwa na mpira, lakini badala yake nikaharibu zaidi. Nikatabasamu kwa aibu, kisha nikakimbia haraka, nikijilaumu kwa kuingilia jambo lisilonihusu. Nilipofika darasani, nikagundua siwezi kuingia hata nijaribu vipi. Nilikuwa nimesahau kuwa kuna kitu mgongoni mwangu, nikadhani kuna kitu hewani nisichokiona. Nikaanza kupunga mikono kwa kuchanganyikiwa. Ghafla mtu akanisukuma kwa nguvu kuniingiza ndani. Nilipogeuka nikagundua ni yule mvulana, alisimama mlangoni akicheka bila kuacha. Nikakasirika mara moja na kugeuka kuondoka. Nilipofika kwenye kiti changu nikahisi nafuu kuwa sikukaa karibu naye, lakini nikagundua alikuwa akiendelea kunikazama. Kabla sijasema chochote, mwalimu akaingia darasani na nikanyamaza haraka. Baada ya utambulisho mfupi, mwalimu aliwaomba wanafunzi wajitambulishe. Cha kushangaza, mtu wa kwanza kumuita alikuwa yule mvulana. Tabia yake ya uchangamfu iliwavutia wanafunzi wote. Kisha mwalimu akamwambia achague mtu anayefuata kujitambulisha. Niliposikia hivyo, nikainamisha kichwa kwa aibu, nikajifanya kufunga kamba za viatu, lakini bado akataja kiti changu kwa usahihi. Kwa sababu ya woga nilijikanganya nilipokuwa nazungumza na wanafunzi wakacheka. Ingawa mwalimu aliwazuia haraka, nilishuka mbele ya darasa nikiwa nimeaibika. Wakati wa mazoezi ya mchana, jua kali lilinihisi kizunguzungu. Mwanafunzi mmoja karibu nami alikuwa amejifanya kuzima na akagundulika, hivyo hata nilipojisikia vibaya sikuomba ruhusa. Muda mfupi baadaye nilizima moja kwa moja mikononi mwa yule mvulana. Nilipozinduka nilikuwa tayari nipo chumba cha wagonjwa.